Ukiwa unapita kwenye nyakati ngumu, wakati mwingine hata watu ukicheka watahisi unawazomea. Ukitabasamu wataona kama vile unawafyonya. Hizo nyakati kila mtu huwa anazipitia kwenye maisha. Sasa haya ni mambo matatu muhimu ya kuzingatia unapopita kwenye nyakati ngumu, ili usijipoteze na ubaki kuwa wewe. Jambo la kwanza ni lazima ukae kwenye utulivu bila kusikiliza kelele za watu wengine. Ni lazima ukae kwenye utulivu bila kusikiliza kelele za watu wengine. Hiyo itakufanya upate self reflection, upate tafakuri yako ya pekee, ujijue wewe kwa undani, na hii itakusaidia kutuliza yule mtu wa ndani ili asiweze kudhurika au kudhuru mazingira ya nje. Lakini jambo la pili muhimu sana la kulifanya ni kuhakikisha kuwa unao watu sahihi ambao unaweza kuwasikiliza. Hao ni watu ambao utawaambia mambo yako magumu unayoyapitia, na wao watakuwa na nafasi ya kukwambia hapa na hapa rekebisha, hiki na hiki, watakaosimama kusema kwa ajili yako. Hao watu ni muhimu sana kuwa nao unapopita kwenye nyakati ngumu. Lakini jambo la tatu, na hili ni la muhimu kuliko yote, ni kwamba lazima ukae na uwe na mahusiano mazuri na Mungu wako. Huu ndio wakati wako sahihi wa kupatana na Mungu katika mapito yako yote. Hapo ndipo palipo na nguvu yako ya kuimarika. Kisulisuli kikishapita, mwenye haki ni msingi wa milele, lakini asiye haki hupotea. Wakati wa kisulisuli ni wakati muhimu sana wa kujiconnect na source, wakati wa kujiungamanisha na Mungu ili akupe nguvu za kustahimili nyakati ngumu. Kweli kwamba hata vijana watachoka na kuzimia, lakini wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa kwa mbawa kama tai. Mimi ni Majaliwa Paddy, kiongozi wa karne. Asante kwa kunisikiliza.